Hivi unajua kuwa soda aina ya Coca-Cola mwanzoni kabisa ilitengenezwa iweze kutumika kama dawa ya kichwa? Iko hivi, mwaka 1886 kuna mshikaji mmoja alikuwa anaitwa John Pemberton. Huyu jamaa alikuwa anapatikana Atlanta, Marekani, na alikuwa ni mfamasia, muuza dawa pamoja na mgunduzi wa dawa. Sasa miaka hiyo kulikuwa kuna tatizo kubwa sana la ugonjwa wa kichwa. Kwa hiyo bwana Pemberton akaamua kuingia maabara kwa ajili ya kufanyaje, ya kutafuta dawa ya kichwa. Kwa hiyo katika kuchanganya kwake makemikali ndo akajikuta anakipata kinywaji cha Coca-Cola. Lakini kwa kuwa mshikaji alikuwa anatafuta dawa ya kichwa, alichokiamua ni kufanyaje, ni kuchukua kile kinywaji na kukiweka dukani kwake na kuanza kukiuza kama nini, dawa ya kichwa. Na the fun fact ni kuwa jina la Coca-Cola ni jina ambalo lilitungwa na rafiki yake mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Frank Robinson, na hata ile fonti ambayo unaiona mpaka leo hii inatumika ya Coca-Cola ni aliandika huyo bwana Frank Robinson, kwa sababu mwanzoni kabisa wakati Coca-Cola inazinduliwa ilikuwa haifanyi vizuri sokoni. Kwa hiyo aliandika vile kwa ajili ya kufanyaje, ya kuwavutia wateja, lakini bado wateja walikuwa hawavutiwi nayo ile ladha ya Coca-Cola jinsi ambavyo ilivyokuwa, kwa sababu yani walikuwa hawaielewi dawa ina testi vipi vile. Kwa hiyo mwaka wa 1888 wakati bwana Pemberton anaenda kufariki dunia, of course hakuyaona mafanikio ya Coca-Cola, aliamua kuuza hakimiliki za kinywaji chake cha Coca-Cola kwa wamiliki wengine, ambao sasa wale jamaa baada ya kuwa wamekichukua ndo walianza kukipambania na kukibadilisha kutoka kwenye kuwa dawa mpaka kufanyaje, kuwa kinywaji cha soda. Umeona, na kukipambania sasa mpaka ambavyo unaiona hii leo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna vitu vinatokea kuleta mapinduzi duniani. Ilikuwa ni kwamba inatengenezwa kama dawa ya binadamu, lakini kumbe ilikuwa ni kinywaji ambacho mpaka leo hii of course watu wengi sana wanaenjoy kukitumia.